Naomba nisikilize wewe mwanamke msaliti. Usijidanganye kwa kubeba hicho kiumbe chako haramu, ukazani utapata chochote ndani ya himaya ya Mantale. Kwa sababu ninajua kila kitu kinachokuhusu. Na labda nikwambie, hivi karibuni nitafichua ukweli wako wote. Binti yangu kipenzi, una wivu mpaka kwa ndugu yako jamani. Lakini pia nikukumbushe kuwa umechelewa sana. Kwa maana kwa sasa usisahau, tumboni mwangu nimebeba mrithi ajayo ya himaya ya Mantale. Oh, basi vizuri. Ila tambua, mimi kama bado nipo hai, sitoweza kuruhusu huyo panya aliyokuwa katika tumbo lako haja akalie kwenye kiti cha kifalme. Kwa sababu chifu ajaye ameshajulikana na tayari ameshaandaliwa ni Zumo pekee. Hakuna atakayepinga. Sawa, acha tuone binti mpambanaji. Tutaona kama utafanikiwa kwenye hiyo mipango yako. Naamini mbio zako zitaishia pale na hutofika kokote. Kitana, ili Ngalewa aweze kutoka katika ule msitu wa kifo, kuna mambo mengi yanatakiwa tufanye. Na sisi lazima tufanye ili tuweze kumsaidia Ngalewa. Kama tusipofanya, ataishia huko huko, atakufa na hataweza kurudi. Inabidi tumuongezee nguvu. Binyanza, usijali kuhusu hilo. Mimi niko tayari kufanya chochote kile ili tu babangu atoke akiwa salama. Na hata kama nguvu zangu zitaisha zote, mimi sitojali kuhusu hilo. Kwa kuwa wewe ndo mimi, sawa tufanye. Samahani mkuu, lakini inawezekanaje chifu kufanya maamuzi ya haraka kiasi hiki? Nakumbuka kuna mambo baadhi hatujakamilisha. Ni kweli Zala, kuna mambo mengi hayajakamilika bado kwa ajili ya safari yangu kwenda msitu wa kifo, lakini sina budi kwa sababu chifu ndiye mtawala himaya hii na kauli yake kwangu ni sheria. Na ndio maana nimekuita mahali hapa, kwa sababu hajanipa ruhusa ya kukanyaga nyumbani kwangu. Ninahitajika kuondoka moja kwa moja na kuelekea msitu wa kifo. Nachokihitaji Zara, mimi naenda, safari yangu inaanzia hapa. Wewe nakuacha uwe macho na himaya ya Mantale. Ninakukabidhi rasmi mikoba ya utabibu na ninakukabidhi mikoba ya uonaji. Kipawa chako ni kikubwa sana ndani yako, hivyo nina imani utakitumia vyema kusaidia na himaya ya Mantale. Sina mashaka na uwezo wako, sina mashaka na kibali chako, sina mashaka na imani yako, na wala sina mashaka na nguvu ulionayo ndani yako. Hivyo ninajua ninawaacha wana himaya ya Mantale katika mikono ya mwonaji ambaye ana nguvu na uwezo wa kuhudumia. Jambo lolote ambalo linakuwa nje ya uwezo wako, usilazimishe, liache liende. Ninafahamu roho yako, ninajua una tamaa ya kumsaidia kila mwana himaya. Hivyo unapaswa kujua si kila jambo unaweza ukalitenda na si kila jambo unapaswa kulifanya. Ninakukabidhi kibali, ninakukabidhi kazi. Nenda Zara, kawatumikia na himaya ya Mantale. Mwenye shida msaidie, mwenye tatizo tatua. Hilo litakuwa jukumu lako katika kipindi hichi ambacho mimi nitakuwa sipo ndani ya himaya hii mpaka pale nitakaporejea. Nina imani utafuata maelekezo yangu. Ndiyo mkuu, lakini kuna jambo linanitatiza. Jambo gani hilo? Makombo na mke wake walikuja nyumbani, lakini nilipomtizama mke wake si yeye.
ni kiumbe cha kutisha, ni jini lipo ndani yake na limekaa ndani likisubiri kumtafuna Makombo muda wowote ule. Hili ni jambo zito sana, lakini kwa sasa sina muda wa kushughulika na mwanaimaya mmoja mmoja. Usalama wa wanaimaya na imaya hii ya Mantare ni bora kuliko usalama wa mwanaimaya mmoja. Hivyo sina cha kumsaidia Makombo kwa sasa. Huenda Kitana anaweza kama msaada wake, lakini si mimi na wala si wewe. Haupaswi kushughulika nao kwa sasa. Shughulika na wanaimaya wengine wenye matatizo ambayo yako ndani ya uwezo wako. Jambo kama hilo sio la kuingilia. Umenielewa? Ndiyo mkuu, nimekuelewa. Nikutakie safari njema. Hakika miungu itakuwa pamoja nawe mpaka pale utakaporejea. Ngalewa mama ye, ngalewa ngalewa. Ngalewa mama ngalewa. Koko. Manyakenda. Haya niambie. Maana unavyojichekesha chekesha hivyo, lazima tu utakuwa na habari mpya. Haya niambie tucheke wote. Wewe acha tu. Hii maya hii ina mambo. Yaani ilibaki kidogo tu niumbuke. Siwezi lakini kukwambia kwamba Kitana alinivua nguo zangu zote. Akaniacha mtupu ambaye gije zinanimimia. Wewe Manyakenda, unapenda sana kweli kunichekesha. Hivi wewe, huyo Kitana kuvua nguo azipeleke wapi? Kwanza kuvua nguo wewe za kazi gani yeye? Wewe acha tu. Yaani alinyosha mkono tu shwa, nguo zote nikawa sina. Yaani Manyakenda, huyo Kitana alivyokuvua hizo nguo, wala hata angekuacha hivyo hivyo, utembee hivyo vya mbele geje tuone. Labda hata ungekoma umbee. We, mimi nalindwa na miungu. Asingeweza. Na pia ameniambia nisiongee. Hivi nimekwambia? Aka, mimi sijakwambia. Nimekwambia Kitana kanivua nguo? Aka, mimi sijakwambia. Asija katokea hapa akanimalizia tena kunivua nguo. Mimi sijasema. Sema tu. Kuna swala lingine ila siwezi nikakwambia. Kuwa makinga, kumbe bibi yake yuko hai. Bibi? Bibi gani tena? Mbona bonyeza subscribe na uwashe kengele